Dunia imejaa tamaduni za ajabu. Baadhi zinapendeza, nyingine zinashangaza na nyingine zinatisha kabisa. Leo tunakuletea mila za kushangaza kutoka pembe mbalimbali za dunia. Je, utaamini macho yako? Katika kabila la Dan nchini Papua New Guinea, huzuni ina maumivu halisi. Wakati mwanafamilia anapofariki, wanawake wa ukoo hukata vidole vyao na kuonyesha majonzi. Kwa kupoteza mpendo wao ni sawa na kupoteza sehemu ya mwili wako, kimwili na kiroho. Mila hii sasa inapungua kwa sababu ya sheria za kisasa, lakini bado inasalia kuwa moja ya mila za kushangaza duniani. Wakati sehemu nyingi za dunia watu wanavuta bangi, shisha na sigara, nchini Pakistani baadhi ya watu wanavuta nge. Ndio, walevi hawa huchukua nge waliokufa, kuwasaga na kutumia unga huo kuchanganya na tumbaku na shisha. Unaambiwa stimu ya mchanganyiko huu inaweza kudumu hadi masaa 10. Hatari yake hakuna anayejali, mradi safari iendelee. Kila mwaka katika mji wa Bunjol nchini Uhispania, watu kushiriki katika sherehe za kipekee inayoitwa Ratomatina. Hakuna chuki, hakuna hamasa, ni vita ya nyanya. Maelfu ya watu hujikusanya na kurushiana nyanya kwa furaha. Mwaka 2023, zaidi ya nyanya 1050 zilitumika katika sherehe hii. Kwa Wahispania, hii si upotevu wa chakula, bali ni burudani ya kipekee. Katika kisiwa cha Madagascar, maiti haziachwi kupumzika milele. Baada ya miaka 7, familia hufukua makaburi ya wapendwa wao, kuwaosha, kuvalisha sanda mpya na hata kucheza nao katika sherehe iitwayo Famadiana au Manene. Wanaamini kwamba kufanya hivi huwasaidia wafu kupata baraka zaidi katika ulimwengu wa roho. Katika kabila la Toraja nchini Indonesia, wafu hawaitwi wafu. Baada ya miaka kadhaa, maiti hufukuliwa na kuvalishwa mavazi mapya na kupitishwa mitaani kama ishara ya heshima na kumbukumbu. Wanaamini kuwa wapendwa wao wanastahili kuheshimiwa hata baada ya kufa. Katika karne zilizopita, wanawake wa China walikuwa wakifunga miguu yao kwa nguvu ili kuifanya midogo yenye umbo la ua la lotus. Kwao, miguu midogo ilikuwa alama nzuri na hadhi. Ingawa mila hii ilipigwa marufuku mapema miaka 1900, bado wanawake wengi walioteseka na mila hii walibaki na ulemavu wa kudumu. Katika kabila la Kayan linalopatikana Thailand Mayan, wanawake huvaa lingi za shaba shingoni mwao tangu wakiwa wadogo. Kadri wanavyokuwa, shingo zao zinaonekana ndefu zaidi. Wanazidi kuwa na rangi nyingi, ndivyo wanavyoonekana wazuri zaidi. Kwao, shingo ndefu ni alama ya heshima na urembo wa kipekee.